hapo. Tatu mbele moja. Asante kwa kukumbatia Double A popote pale ulipo. Nami Suma Kimwanya kwenye mic. Bwana, sisi kama Double A tunakutakia heri ya sikukuu ya mwaka mpya. Na hapa ambapo tulipo ni kwamba vibe lote ile ambalo unaloliona ni kuhusiana na sherehe hii ya sikukuu ya mwaka mpya. Tukaona kwamba sio mbaya sisi kama Double A TV tuje tuoneshe kwamba kitu gani ambacho kinachopita huku, kwa sababu usiwe kidogo nyuma na matukio yetu, kwa sababu tunahakikisha upate kila ambacho kinachoeleweka. Na kitu ambacho naweza nikazungumza ni kwamba ni hapa tupo kambini Nyarugusu, na tamaduni hizi zimeanza kuanzia enzi na enzi za ubabu, na ni kabila nyingi ambazo zimetoka kutokea Kongo, na hivi vitu huaga wanavifanya kuanzia zamani na mpaka sasa hivi. Tukaona kwamba sio mbaya, ngoja tuje tupate uhakika ni kitu gani ambacho huaga wanapata baada ya kusherekea sikukuu hii ya mwaka mpya, na huaga ni madhara gani ambao huaga wanapata kuhusiana wasiposherekea sikukuu hii ya mwaka mpya. Sio mbaya, unaishi nami na utazidi kufaidi mengi, kwa sababu mimi ni mtu wako karibu, siwezi nikakuangusha zaidi. Na kama wewe ni mara ya kwanza kukutana nasi, tunaweza tukasema kwamba heri ya mwaka mpya, na chochote kile utafaidi kupitia Double A TV. Asante, kaa nami uzidi kufaidi mengi matukio. Tumekutana na moja ya shabiki kati mashabiki wa Erewane. Yupo hapa naye anashabikia heri ya sikukuu mwaka mpya, yupo kwenye sherehe, na kama kisi unavyoona shangwe ni la kutosha. Ni mbinu ambayo anaitumia sasa hivi, ameshuka chini, anajifanya kuwa mlemavu kwa sababu hakuna jinsi ya kuvuka barabara, kwa sababu pikipiki ni nyingi, watu vibe ni mwingi sana. Ajifanya kama kuwa ni mlevi au tuseme kuwa ni mlemavu kidogo kidogo, kama anashindwa kutembea ndo anajifanya mbinu zake mbadala kusema kwamba anataka avuke barabara. Kidogo ni kama inamshinda, lakini ajaribu kujitahidi mdogo mdogo, lakini anaangalia pande na pande, anaona kwamba bado mambo yanabana. Jinsi ya kuvuka bwana, anaona kwamba ni adimu sana, watu ni wengi, hawajui kwamba watu watamuelewa, lakini ni vigumu sana. Ngoja tuone kitu ambacho atakachokifanya, kama atafanikiwa kuvuka barabara au hatofanikiwa. Upo nami Suma Kimwanya, sauti unayosikia sasa hivi ni ya Suma Kimwanya, mjukuu wa walio wote duniani mzima, Afrika na popote pale tupo. Nafikiri unaona kile ambacho anachokifanya, anajaribu kufanya ubunifu, lakini bado moyo kidogo unamsuta. Sijui ni ujasiri gani ambao unampata, lakini anazidi kujitahidi mdogo mdogo ili angalie, je, atafanikiwa. Arawane huyo hapo, kama gisi mnavyoshuhudia, kidogo anataka kufanikiwa, amejitahidi kidogo, japokuwa mbinu zote, lakini amejitahidi sana, na ameshatufikia hapa naye mawili matatu kuhusiana na sikukuu hii ya mwaka mpya. Brother, mambo vipi? Safi. Wengi sana wanakuzoea kuwa kwamba wewe ni mzee. Unawezaje kuambia, kwa sababu wanakuona kwenye vibe ya sikukuu ya mwaka mpya? Mzee. Walio wengi wanakuzoea kwenye michezo ya mpira kule uwanjani, wanakuona kama mzee kongwe kabisa, shabiki moja mkubwa sana matata wa Arawane. Unawezaje kuwaambia kuhusiana na tukio hili la sikukuu ya mwaka mpya? Kumbe mnaniua, kwanza mimi ni mzee wa Maere. Nalo muwe. Uoga matukio yako yanaonekana sana. Nani ndo aliwaambiaka? Kitu ambacho wanataka wajue ni watu kuhusiana na wewe, wanataka wakujue kwanza. Jina lako halisi unaitwa nani? Mie kwa majina yangu naitwa Alisi Nilangi Diedon.
Okay. Lakini watizame wa kuona ya komedi yangu na kwaga naitwa Kinyambe, mzee wa Mwere Mabingwa. Ipi siri ambao unaweza ukawaambia watu ambao wanakutizama sasa hivi kuhusiana na muonekano huu ambao unaofanya? Hii ya leo. Hii ya leo. Hii ya leo ni muonekano wa bana pale umeona nani. Okay. Sababu tuzidi kuwa hivi. Kwa sababu tukiwa hivi inaleta imwa changamoto vizuri sana. Tumuone kama huyu Kiana huyu Kiana mwe alikufa huko. Okay. Mwe alijinyonga. Okay. Mwene na mzee na kuna bazee wengine. Okay. Balifika eko? Walifika? Hawakufika. Kwa sababu gani? Baliona pale. Bakadae. Lakini ukipanda kabisa, ukienda mwaka mpya, okay, lazima ufanye kitu ambacho kinaweza kikafurahisha watu wengine, uonekane na wewe kweli amefika mwaka mpya. Jamani, mimi ni kijana tena mzuri. Mimi kitu ambacho naweza nikasema kwa vijana wenzangu, tujitahidi, yani tuwe tunajitahidi sana maisha yetu isiwe mambo ya haraka haraka sana, kwa sababu vitu vingine sisi vijana tunajaribu. Tujitahidi, tuwe tunaheshimu kwanza familia, wazazi wetu na hata ndugu zetu, watu ambao ni majirani tu, yani tuwe tunawaheshimu sana. Siku hizi vijana wa sasa hivi hawaheshimu wanani wazee wetu. Ndio maana mimi kwanza hichi kitu nimeongea hapa kwa sababu sana naanza kuongea, nimeacha ule ukomedi. Nataka nielimishe ndugu zangu au vijana wenzangu mimi. Moja ya kitu ambacho unaweza ukawaambia baadhi ya wale ambao kidogo wanaweza akachukua maamuzi magumu kama vile kujiweka kitanzi au kujiua kwa uharaka kwa sababu wanaona kwamba ugumu fulani kwenye maisha yao kama vile mambo hayaendelee, unaweza kushauri kitu gani kuhusiana na wenzio vijana? Okay. Washauri hapo naweza nikawashauri kwanza kitu kimoja. Kama huyu ambaye amejinyonga huyo majuzi hapa, kwa sababu ya familia yake. Familia yake iliingilia vibaya, ndio maana mwanzo nilianza kuongea tuheshimu kwanza familia na ndugu zetu au na marafiki zetu. Okay. Mimi so mwingiaji sana kwa sababu mimi so ambaye najua kila kitu, hapana. Ila mimi naelimisha tu ndugu zangu, vijana wenzangu, tuheshimu familia. Okay, kipi ambacho unaweza kuwaambia watu kuhusiana na sikukuu ya mwaka mpya? Mimi naweza nikawaambia tu mwaka mpya uwe heri kwao na uwe vizuri sana kwao, kwa sababu umefikia kwenye mwaka mpya. Hiyo izidi kuwa yani izidi kuwa hivi na neema iwashukie. Ahadi kubwa kwa timu yako pamoja na watu ambao wanakuzunguka. Okay. R1 mabingwa ya ahadi yangu mimi. Siwezi nikatupa timu yangu, ila mimi nipo tayari au familia yetu au timu yetu ipo tayari kuendelea mbele. R1 mabingwa, mimi ndo bingwa namba 1. R1, mzee wa R1. Kama kisi ulivyosikia ni kwamba huyu ni mzee wa R1, lakini alitoa kidogo ushauri kwa vijana ambao wanafanya maamuzi magumu kujiweka kwenye vitanzi au kujipa sumu.